ingine mwecheche. Umesikia hiyo ngori machaji na manyonyo, sikio ndege ya kutoka Nairobi. Wewe jua ni mbaya. Sikio ndege ya kutoka Nairobi. Machaji na manyonyo ingine mwecheche. Mimi nakwambia usitake jua na Malcolm mtu wangu ni mbaya jo. Unajua tuli drop first episode on Tuesday na reception ilikuwa ingine wazimu mtu wangu. Unajua mimi nilijua ndapiga views zangu 200 safi, na hivi views 200 imespan over a whole month, na 90% ya watch hours ni zangu ni press play. Lakini mkanionyesha ile kitu msee, wacha saizi niko kwa the great city of Memphis, Tennessee. Na hapa April 3rd 1968 Martin Luther King alipatia na very important speech pale Manson Temple. Alikuwa anaongelelea kuhusu the mountain top. Nani kwa napenda kuongelelea story? Raila Odinga manze. Alikuwa anaongelelea vitu tatu very important. Ya kwanza ni injustice yenye black people wana face. Hiyo nyingine alikuwa anaongelelea ni unity kwa black people. Alafu ya mwisho alikuwa anaongelelea nini? The promised land. Na ananikumbusha the enigma manze Raila Odinga. Unfortunately April 4th 1968 manze alishandwa jo. Aliassassinatiwa ile unasema nini? Na ilikuwa Lorraine Hotel akiwa kwa balcony. So rest in peace Martin Luther King. Unanikumbusha nini mtu wetu Raila jo. Anyway, msee, nakwambia after the first episode nimepata text zenyu nimezisoma manze, asanteni jo. Asanteni bana. Juu hata saizi ni ma pressure tu. Sijui tuanzie wapi ngori. Tuanzie wapi ngori? Bana, unajua episode 1 nilikuwa napiga story venye nilienda Mayolo, venye saa yani jani yangu sasa kutoka area sasa kwenda west. Nikwambia venye nilipata nini ile job ya Qatar Airways bana, na nikawachia mali nilikuwa nafanya niweke documents zangu wapi online kwa hiyo portal ya Qatar Airways. Buda msee, hiyo siku mimi nilikuwa siamini. Alafu mtanisamea jo, sound si fiti kwa sababu niko kwa truck stop, kuna makelele kwa background, madereo mashama engine zao, unaelewa, tuwezi kuambia wazima, labda ni winter, lazima watu wasikie joto jo, lazima. Alafu najua kila mtu anani flash ma light nini, utaelewa. Hii mrenga ni keja, unaona, hii ni one bedroom yangu safi. Hii bado kuna kajikoni, kuna nini, kuna kalojo hapa na niliwasho pale hivyo, ndio pilot uanga nakaa. Bado ndio studio. Inamaanisha unaweza tumia kenye uko nayo ku make something. Si lazima ikuwe very expensive, hapana. Unacheki. Wacha turudi kwa ngori mtu wangu George, unajua mnangoja story Malcolm cheza na rada. Hata before acha niwaambie story. Kuna story nimekumbuka. Kuna dia fulani mori wangu ameniambia, ni mlami ni aje twende nini kwa anko yake. Ilikuwa ni siku ya Thanksgiving msee, na hiyo iko ngazile masiku zangu za kwanza kwa Mayolo jo, hapa saa US. So ameniambia ni aje kama kuna Thanksgiving. Mimi ni nani? Mimi mali kuna chakula mtu wangu hapo. So tumeenda tumepata manzeni zima machakula za hapa na pale, sijui unajua mboga sijui. Kwanza yenye ilinishangaza, nilikaribishwa na manyanya. Hizo sanjo snacks, napatiwa tu nyanya tule kidogo. Alafu unazikula wanakuuliza, "Hey, do you like them?" Of course, lazima uchoche. Oh my god, they're so sweet. They're so crispy, juicy. Unawachota wanasikia fiti, unaona? Hawezi waambia hizi ni gani, mnanikaribishaji na manyanya kwa nyumba jo. Alafu sasa tukakaa tukaanza sasa story mtu wangu. Wakaanza kuniuliza story ya Afrika, story ya Kenya nini. Alafu acha nikwambie kitu moja. Mimi ukiniweka mali ni kuchocha nchi yangu. Kuchocha. Hata kama tuko na shida zetu, unaweza fikiria sisi ni hata above first world ni nini? Sijui ni nini. Sisi tuko huko juu. Kwanza unajua walami wanafikiria ngati ma lion, manini, ma zebras napiga ngatu ndirao kila mahali. Wakaniuliza. Nikamwambia kwanza mzee wangu wako na nini, wako na shamba ya nini ya ma lion na machita jo. Unaona, kwanza kuna nyingine inaitwa nini Onyash, nyingine inaitwa Bosco, nyingine inaitwa sijui nani. Tuko nazo mtu wangu. Wakasema tuogopa lion nini? Jo, kwanza nikwambia sasa expand. Tuko na sasa shamba ya mapanya mtu wangu. Panya bwaku. Tuko na hizo shamba. Unasikia, "Oh my god. You guys are keeping rats?" Alafu nikwambia hizo mapanya tunauzianga Wachinku.
Juu mbona mnaniuliza maswali za ufala? Pia mimi nakuja na ufala. Sasa ikafika sasa tunaongelea story ya nini ya kudombodhana. Hapo lazima ningeinua wanaume wa Kenya nikamwambia wanaume wa Kenya wako na mamisolombo zinakaa reli nini reli. Zingine wazimu unasikia sasa hapo hivyo ama mademu wamekaa hapo hivyo walami wanafurahi wanasikia story unacheki wako zile za oh really, oh my god, oh really, nikwambia ni zile wazimu ukiziona tu hivi sasa unajua story sasa ya Msolombo sasa ikashika hapo, kila mtu anataka kujua ni wangejua sisi ni watu wa dakika 3 mtu wangu na kuondokea ngori nikwambia sisi wangani upande wa kudomboda sisi wangatu domboda inawaka moto jo inabidi umetoroka kwanza niliwaambia sasa sisi wanaume utaka kujua dem amefika nini climax lazima manzi achemboda atoke kama ameulala. Uski hawa madamu walikuwa hapo akaniambia ni aje unasikia kila mtu anachukua mbana yangu, kila mtu anachukua namba yangu. Alafu cheki mtanisamea kamera inatingika ni venye wananiload mizigo mtu wangu. Niko mboka bado. So uski after like 2 weeks niko na nimetextiwa na kama madam, oh hi Malcolm, we met kwa hiyo nini Thanksgiving dinner, mimi ni so and so, when are you free for us to meet up mtu wangu, when are you free mtu jo nikajua siwezi na kupatana nao jo nilikuwa nimechocha, nikamwambia tutapatana tu mimi nakwambia buda turudi kwa story jo cheki mimi nikipiga story ndakuwa nikikumbuka story fulani bado naongeza story sawa, lakini bado tuko kwa the main agenda. Unacheki. So Qatar Airways wamekaa Kenya, nimetuma mapepa, nimeenda interview, nimepata mboka, wameniambia niaje weka kila kitu kwa portal ya Qatar Airways bana. Naona na nikapata visa, ikafika sasa siku ya kufanya nini? Ya kuzidi Qatar Doha. Kwa familia yetu hakuna mtu mwenye alikuwa shaiona ndege. Wacha kwanza nimekumbuka ngori. Nikiwa Primo mode fulani alituambia niaje tulipe sijui ilikuwa Ruabe twende tupelekwe airport kuona ndege. Nilikuwa nimebambika aje jo. Tumeingia ndani ya Mbukinya mtu wangu unajua tulipelekwa wapi? Kwa fence ya Wilson Airport jo. Na hapo kuna mandege zingine zimechapa unasikia anatuambia sijui ndege nyingine hapo hivyo ya watu watatu atio ni Boeing jo. Alafu sasa hizo unajua tumepigwa nini mkate na soda. Lakini mkate na soda iko na slap wewe. Wa. Nikikuja Kenya na katuni nipate tu Fanta tu baridi tu na mkate nikumkizo siku. Lakini hiyo ndio ilikuwa my closest encounter na ndege. Sasa hii siku mtu wangu nakuja kuingia nini Airbus fulani jo. Nakwambia ilikuwa kabisa. So hiyo siku najua of course familia yote Mkoro mzae bro na mtasi sisi wote tuko wapi airport. Kwanza tuliingia nini City Hopper imetupeleka hivi ndio hivyo. Unajua sasa tulienda tukaeka huko vyo nini kuna mali City Hopper wangazi na ngako hivyo chini kwa chini tukaeka hapo. Sasa tushatoka hapo. Sio ni wa shamba. Hatujui tunaenda wapi. Sasa ni kucheki tu rada, kucheki rada. Cheki flight ilikuwa ni ya saa 6 usiku. Sisi tulifika hapo saa 12 jioni. Hatutaki kuchelewa, hatutaki ngori. Unajua tulisikia ukichelewa ni hivyo. Were imepotea jo. Wacha kwani kunywa maji. Tauski machaji na manyonyo. So tumeanza kutafuta hiyo terminal inafai tuende sasa. Hata sikumbuki ni terminal 1 ama terminal gani. Ndio sasa twende tupige seti hapo. Tufike time mini zied. Kidogo tunaona nini Java Hotel ama ni Java Restaurant. Tunaicheki iko hapo. Music na kielele nikaambia nini wewe familia ni aje? Juu sasa tunapanda ndege. I think kukula hapa kwa Java ni bure. Kila kitu iko kwa ya ticket. Kila kitu imelipwa. Mzee wangu akoso tuende basi. Sisi ni nani? Hadi kibro tuende hapo. So sisi tumeingia Java mtu wangu na nini na vishasha tumeenda tumetulia hapo. Bagi yangu imekuwa kando sasa. Tuanze sasa nini kuitisha. So waiter amekamna kameni mtakunywa nini? Uko na nini? Kuna chai, kuna soda nini? Usikii mzee wangu nipige chai na soda mtu wangu. Bro yangu nipige mango juice na nini na soda. Sister yangu bado nakwambia sio yote tuko tunaitisha jo.
sisi wote zimeletwa jo. Mtakula nini sasa? Mtakula nini? Angalia menu, mzee amechapa samaki nyingine hapo, fried fish na chipo na nini. Ule mwingine sijui ameitisha. Nakwambia mimi kwanza nimeangalia samosa 3 kwanza. Hii kwanza ni starter. Samosa 3 na nikakisha manini manjiva na kangwete. Bado mtasi. Nakwambia ile meza ungeangalia hivi wewe, ungefikiria ni sisi yani hatujai kula kwa hii dunia jo. Sasa tumekaa tumechapana mtu wangu. Tulisafisha kila kitu. Waiter amekaa anauliza bill ni separate ama ni total? Mimi nikasema bill ni total jo, total. Wacha ndio akuje tunaangalia hapo hivyo, tunaangalia sijui ni mazao 8 zinaelekea 10 huko. Tukamuuliza rada. Unasikia inafaa tulipe, mtalipa na M-Pesa ama mtalipa na nini? Ama cash. Nikauliza kwani si ndege imelipa hii? Ndege gani? Niko na waiter shanza kushtuka, ndege gani? Nakwambia tulikaa hapo tulipiga seti, manager amekaa, sijui simu zimepigwa hadi sijui wapi. Kuna watu wamekula na wana pesa. So unajua sasa ikabaki kwanza tumekuwa mahali holding kwanza tupige seti. Sasa tumepiga seti hapo tunaangaliana jo. Unasikia mali. Sasa wewe ulisema mbona sasa ulisema tukule? Kaambia hatukuwa na yani sote tumetulia jo. Unasikia mzee anapiga hesabu kwanza, ile simu yake kwanza aiuze, ashaanza kupiga memory venye atauza tenje. Unasikia sijui nini, tushaanza kupiga ile hesabu ya TV fulani kwa nyumba kwanza TV nini. Sasa kwambia besti yake niaje, enda kwa nyumba uchukue ile TV, enda nini upige mstiri ulete hiyo do airport. Yani tuko tushaanza kuangalia vile tutalipa hiyo deni. Usikili fika saa 4 usiku. Mimi nafai ni check in. Unajua unafaa check in 2 hours before. Hadi wa leo sijai uliza hiyo deni lilipoaje. Wakiona hii video wataniambia hiyo deni lilipoaje msee. Unaona? So mimi nikaenda check in nini buda, tukaanza ikafika time ya kuboard nini ndege jo. Usikii hiyo time naona air hostess, nilikuwa siona air hostess mtu wangu wa Qatar Airways. Mali. Naangalia nini haga hivi mtu wangu. Nakwambia tanki ya ndesho imeweza. Wachana zile za BBL. Hii ni natural. Imestunya, naangalia sema mtu wangu jo. Kidogo hii naangalia majegi mtu wangu. We. Zile jegi za Timbuktu. Kule kidogo unaangalia uso hivi pai. Unaangalia nini hivi kiuno mtu wangu, kiuno inyoka. Kwani huyo my hostess wanakuwa wameumbuaje jo? Wenye wama kwele wengine ni hakuna air hostess chura. Nilicheki hivi hakuna chura hapo. Alafu bahati mbaya akanipiga smile. Nikajua kwani yako idhaa nini? Amenipiga smile. Unajua sasa mimi nina kuangalia kiti yangu, kuangalia nyuma, kumbe fala anapiga kila mtu smile. Nikajua kuende. So nimeenda tumetulia, nimeka bagi yangu mahali nimetulia. Sasa nikungoja safari ianze. Na sejo wanatingiza kamera jo. Mtaelewa mtu wangu, mimi nimesema mtaelewa. So nimetulia. Huyo the same hostess akakuja akasema niaje, nimechaguliwa. Walikuwa wanachagua watu random, watu wenye wata experience business class for free. Ndege ilikuwa ijajaa. Niambie mimi mwenye sijaingia ndege, nimechaguliwa for the first time ni experience business class. Sasa nikajua mambo yangu sasa ishaanza kukua fiti. Nimetolewa mazee sijui economy. Na kwa mimi kwanza hiyo economy, mimi kwangu hiyo economy ilikuwa ni first class jo. Wewe niambia nitokea hapa ni business class. Usikia hapo nikadharau watu wamekaa kwa economy. Unajua nasimama naanza kuangalia sasa nyinyi mtu wangu nyinyi. Mnakaliaje mbukinya kwa ndege nyinyi? Yaani mko ndani ya Ford Traveler saa hii. Naanza kuangalia hivi sasa nyinyi mtu wangu. Sasa hizo unajua mimi naenda business class yangu safi jo. Ungefikiria mimi nimeilipa. Leo nimetulia kiti yangu mtu wangu jo. Unafinya kitu ile nini na kama juu. Alafu unajua hata before ndege nini isetoke mnaletewa tu drinks. Wewe hostess amekaa akaniuliza rada, kuna hii na hii utakunywa nini? Mimi kamuuliza kuna nini, akasema kuna cognac, kuna champagne, kuna nini kuna mateite hivi, kuna daso, kuna coffee. Nikamwambia fanya hivi, leta coffee, leta chai, leta daso na leta apple juice. Akaniambia nikamwambia leta zote. Akaenda akaleta. Nikatry hiyo, unajua mimi nilikuwa sijai kunywa coffee kali. Nikakunywa coffee, nikaitupanisha huko. Nimepiga daso yangu, nimepiga zote nikatulia. Unacheki. Tena kakam kuna saa zile manini ma bites. So kuna crisps hivi ama chips,
kuna tu Apple si vile tumekata tu unataka gani kama ifanya hivi, leta zote nanjege kenda kakamna zote. Mimi ni nani nimechapana, na ukumbuke bado nilikuwa nimechapana kwa Java. So tumetulia hapo nini, akaleta sasa menu. Sasa akasema hii menu itafika time utaangalia nini unataka kwa menu. Jo, alafu sasa pige hesabu venye ananiletea menu. Unajua kama anainama, yani ameninamia hivi hapa kwa shingo. Nakwambia mtu wangu, manukato, alikuwa ananuka manukato. Yani unainusa tu unasikia jo, hiyo kwa hiyo ni gani hiyo? Mimi nimezoea zile za zile unaanga zile za mtaa, zile za mbao sijui zimetoka Isili. Hizo bado mimi nimezoea jo, nakuja kusikia ingine mtu wangu. Alafu unajua aminama hivi manze, bahati mbaya niko na cleavage jo. Jo, madam, hizi ni gani? Wewe sasa wewe jua. Sasa si ndege sasa ishazidi. Sasa tuko huko tu juu ya hewa mtu wangu. Sasa mimi niko zangu yani. Neka ile kiti hivi ni kidozi na inua hivi na yani nilikuwa na experience first class and you business class. Time ya nini kakam? Time ya dinner jo. Naangalia hapo kuna mangwete, kuna sijui pasta. Kuna tu shughuli mingi hapo jo. Mimi naangalia nikamuuliza. Jo aliniambia nichague moja, nikamwambia cheki, sinaweza chukua hii pasta nikuja na ngwete bado. Akaniambia haifai hivyo lakini hata nikamwambia leta. Niko na kamechangamuka hapo. Unajua wale wengine wa business class wananicheki hivi. Na mimi stambui. Kwani watu ndapata nao tena wapi? Hakuna mali ndapata nao. So amekaa nakwambia nini nilichapana kwa hiyo ndege mtu wangu. Alafu sasa nikajua business class unaweza itisha anything anytime. So mimi nimekaa hivi nafikiria venye nimekula njaa Soweto mtu wangu. Namwambia niaje suniletee nini mango juice. Nachapana kidogo niaje suniletee tu biscuit hapo. Usikia nilitisha dawa ya kichwa hata sumi na kichwa. Kama kuna siku nyingine unaweza niona hivi, hawezi ni upgrade. Nilipeleka hiyo ndege ya Sara mtu wangu jo. So usikie tumeenda sasa, tumeland wapi? Tumeland Doha msee. Of course watu wa business class ndio wanasetoka wa kwanza. Nakwambia nilikanyaga hivi nje pale Doha hapo hivyo nje ya ndege. We ile joto ile nilichapa. Nikajiuliza kwani huku ni jehanamu nini? Na kwani jehanamu imefikaje bila parapanda? Parapanda jalia jo. Nada hivi wacha hivyo, sijahukumiwa mtu wangu. Ile joto ile nichapa ilikuwa nirudi ndani ya ndege, nishike huyo pilot mateka nimwambie niaje nirudisha maeria. Lakini ina noma, ikabidi sasa tumefanya nini? Tumezidi jo. Hiyo tu first experience yangu kukanyaga Qatar ilikuwa itani bo. Ina noma. So tumeenda kuna seo wanatungoja hivyo na mani. So niko na jina yangu Arnold Malcolm hapo hivyo. Tukaenda tukapale kwa mali sasa inafaa sasa tuishi sasa. Busikia zongo. Mali sasa naingia sasa mali naanza kuishi. Unajua sasa nilikuwa nikiishi na niliingia nikapata niko na roommates. Mmoja anatoka Nepal, mwingine anatoka India, mwingine sio anatoka Bangladesh. Watu hijilafu, watu wengine kwenye mimi nakwambia nataka kuishi na Mkenya tu wako tu, hata kama tutasumbuana na nini na mambo zetu, lakini wale watu wako na tabia zingine za ushoste sana. Niambie mimi nimeingia kwa hiyo hao mara, yani the first naona mjamaa amekelea mguu ndani ya sink ya kuosha vyombo. Ati anaosha mguu hapo ndani. Na bafu iko hapo, unaweza enda kuosha mguu hapo. Ule mwingine anajikuna haga akiniangalia, my friend welcome my friend, amejikuna haga alafu anainusa. Unaona? Ashainusa na kunigotea, nikamwambia buda jo iwezi jo. Anaenda ana high five best yake jo. Nikashanga kwani huku ni wapi? Alafu sasa hizo pia bado walikuwa wanapanga sasa kwanza kupika nini yao chakula. Msee. Wanapika chakula kingine manze, wameka pilipili, wameka vitu mingi, yani all ingredients, unawashwa na macho. Nikajua huku wenyewe mali nimekuja wewe. Na hii ni siku ya kwanza. Na hii Njombo ginafai niishi nao miaka kadhaa. Buda ilikuwa nao msee. So the second day so ilikuwa ni orientation. Sasa tutoke tuende kwa the main office hapo Doha, tupige orientation, tuambie venye vitu zetu, tujaze ma forms. Haikuwa noma. So the third day ilikuwa sasa tunapelekwa kwa the main company, Qatar Airways Catering Company, QACC.
QACC building nyingine manzi inakaa jela. So tumeingia huko manzi, tumeingia choche fulani, tumepigwa ma uniform jo. Alafu sasa tumepelekwa sasa kwa workstation. Mtu wangu. So tumeonyeshwa wera. So wera ni kuchukua ma linen, ma napkin hivi zimeoshwa, unaziweka kwa ile press machine, zina pressio, unaenda mnazikunja, mnazipack, zinaenda kwa ndege, unacheki. Sasa kuna ilikuwa inaitwa offload, wasi wenye kwa pale Qatar. Offload ni uko mko nje ya building. So kuna hizi high loaders zina come na blanketi zimetoka inatingika, mablanketi zimetoka kwa ndege. Wera yetu hizi mablanketi ni kuziweka kwa ramp fulani ziingia kwa building, so zichukuliwe ziende zioshwe. Sasa hiyo offload mtu wangu nikapata, unajua at first nilikuwa siipendi juu unajua uko nje, jua inakutandika. Jua iko inakuchoma mtu wangu, unaweza fikiria kwa ni rada. So the best thing na hiyo offload, kulikuwa supervisor akuje ovyo. Alafu sasa mtu wangu kulikuwa na saa unachikiva hizo maheloda zimekuja. Hapo ndani kuna saa zile maneni za ndege makat. Na hizo kat kuna chakula bado imetoka kwa ndege jakulwa na mtu. Sasa hiyo ilikuwa napenda hiyo shughuli ni aje. Food imekam. Na kulikuwa na rule Qatar Airways. Ukipatikana ukikula chakula mtu wangu ni hivyo. Wera imeisha jo. Lakini mimi nikapata unaweza chukua food, unaingia choche, unachapana, unapanguza mdomo, unarudi wera. Nilikuwa napenda offload mbaya sana mtu wangu. Sasa kuna dingine nimefungua, buda nimepata keki nyingine big, keki haijaguswa. Nataka nikunywe maji. Unacheki? Nimenyongwa. So nimepata keki haijaguswa. Na hapo kuna kungwete, yani chakula ilikuwa ile wazimu mtu wangu, nikajua nikaingia nazo choche. So nimeanza kuchapana hizo makeki, nikasikia supervisor anakuja. Malcolm, unajua kwanza nikampantre. Malcolm? Mimi nashangaa rada. Malcolm, sasa nimejificha. Usikii supervisor alizidi choche fulani na mimi nikatokea side nyingine. Hakunicheki. But akakamba baadaye tukapatana. Akanicheki. Malcolm, mbona ukua kwa station? Nikamwambia mimi nimekuwa kwa station all along. Nimekuwa kwa station. Ananiangalia, Malcolm, you eating? Unajua kumbe kulikuwa na machakula kwa nini huku. Malcolm, you eating? No. You eating? Nikamwambia wewe nikikula. Buda mija. No, you eating. What? Nikamwambia hii nini ilikuwa ni breakfast. You lying? Malcolm, you lying? You lying? Nikamwambia hakuna jo. Unajua pale hivyo lazima pia uongee English mbaya ndio muelewane. Alikuwa amejangori na pia mimi unajua acha nikushow wale mapantre, ukionyesha pia wewe ni mraisi. Jo unasema nini? Mimi naonyesha hakuna kitu kama hiyo. You eating? No, me no eating. Unacheki? Ikabidi amechana mimi, na kwanza hiyo siku akanitoa offload kabisa. Hakuwa nirudisha offload. So nikakuwa huko kwa sasa kwa the main floor. So kila siku ni the same thing kukunja hizo vitu ziende kuzikunja. Now kuna time Qatar Airways ilikuwa ina upgrade its business class. So ina introduce kitu inaitwa Q-suit. Unaona? Sasa sisi ndio mapioneer wa Q-suit by the way. So Q-suit ina come na of course wakachange configuration ya ndege nini na pia basi inamaanisha linen, mablanketi lazima zikuwe zingine tofauti pale kwa hiyo Q-suit. So mimi sasa unajua sasa uzuri nilikuwa napiga mboka na roho yangu yote, wakaniweka sasa kwa hapa tia Q-suit sasa. So kwa hiyo Q-suit kuna venyezo mablanketi na wewe ujikunje design fulani, uzipack nini fulani. Yani nilikuwa nishaanza kulearn configuration ya ndege venye watu wanakaa, yani vitu kama hizo jo. Now kwa hiyo Q-suit ilikuwa saa day fulani saa pia sisi tukaenda kwa saa kwa ndege yenyewe. Tuone sasa venye hiyo Q-suit venye inakaa, venye mablanketi zinakaa. Hiyo siku mtu wangu nilifeel kitu kingine tofauti sana sijai feel. Nilifeel ni kama mindset yangu ina change juu nikaanza kujiuliza watu wenye wanakaa kwa hii Q-suit ni akina nani? Kwani watu juu ni kwa mwana pana, hizi ni privileges nye pia mimi nataka. Nataka hizi privileges jo. Nataka niweze kusikia utamu wa life. So hapo nikaanza kufikiria tofauti. Since hiyo siku naikumbuka vividly, since hiyo time nilitoka kwa hiyo ndege ya Q-suit. So nikaenda wapi kwa room mali na doze. Na nikaanza kujiuliza ndafanyaje nianze kupata nini extra money hata kama niko Qatar hapa na pale. Hiyo time kulikuwa kuna launch wa hii movie ya sijui ilikuwa ni movie gani ilikuwa very famous movie jo. I think ni Black Panther ama ni movie gani jo.
nakumbuka nilitoka nikaenda kwa hiyo Doha main city sasa kwenda kuwatch hiyo movie. So peke yangu tu niyo nikapata na mse fulani anatoka Poland. Huyo mse pia ni businessman nini. Tukakaa hapo tukaanza tu story. Na alikuwa ni kama anabetia ball jo. Na mimi najua stories za gambling nilikuwa si yuko. Akaniambia ushai try kitu inaitwa arbitrage. Nikamwambia arbitrage. Akasema arbitrage betting. Nikamwambia ami wanga si nini si gamble. Akasema hii si gambling. Hii ni sure bet. Nikasikia ati sure bet. Hakuna kitu inaitwa sure bet. Akaniambia hapana hii ni sure bet. Hii chances of losing ni less sana. Maybe wewe mwenyewe ujifanye tu udunde. So nikakuwa interested sana hiyo nasema ati sure bet. So ndio akanifunza arbitrage ni una play with the price difference ya different bookmakers. Kama watu wacheza tennis, kuna Roger Federer anacheza versus Cafuere. Sasa Cafuere amepatiwa odds ya 2.1 kuwin, Roger Federer amepatiwa odds ya 2.2. So hapo kuna price difference. So you price difference ndio una stake hapo unapata profits. Na hizo profits akaniambia ni minimal, ni profits tu kiasi but at the end of the month zina build up to something yenye unaangalia usema hii ni do. Nikakuwa okay. So nikakuwa so na ile nimechangamka nikaanza sana kuresearch more arbitrage unaona research mimi alafu nikaanza tu arbitrage pole mimi mtu wangu John naangalia mistake nini bana niko na pale hivyo naweza pata $2 $1 a day nini at the end of the month unapata niko na dola yangu so $100 unaongezea kwa ile mshahara ya wale wase unajua Qatar tulikuwa tunapigwa 1100 Qatari rial na 1 Qatari rial ilikuwa 25 Kenyan shillings. So unapata pale hivyo tulikuwa tunatoka na kitu kama 27,000 25 ndio nyingine tu ya wana unajua pale area watu wanajua wewe uko wapi uko Mayolo mse utakosa kuambia ati doni ya ufala wanajua uko Mayolo wataki kujua unacheki. So nikaanza hiyo arbitrage tena nikakuwa more motivated sana kutaka kujua like so many things. Unajua bado niwaambia mimi sikuenda haya ni college ama university hapana. Nikaanza kutaka kujua nita expand aje my knowledge beyond what I'm doing kwa sababu hiyo job ya kukunja vitu ilikuwa ishaanza kukua monotonous msee. So ndio sana hiyo time WordPress content management system hiyo ya WordPress ilikuwa sana inaanza kushika yani inashika jo. Unaona na pia kulikuwa nyingine ilikuwa inaitwa Joomla hiyo bado hiyo ni content management system. So mimi nikaanza kutumia WordPress kulearn pole WordPress hizo ma drag and drop nini ndio pia sasa nikaanza kufanya hizo ma HTML hizo yani tu ma front end tu nikaanza tu kulearn pole natoka Wera napiga arbitrage napiga WordPress ma HTML pole sasa nikakaa nikapata kuna hizi job za freelance kuna job za freelance mtu wangu jo. So job yangu ya kwanza ya freelance yenye nilibid nikapatiwa kazi ya kutengeneza header itu header home nini na hiyo job nikapatiwa $5. Sikuamini $5 kuna hii header. Nikakuwa sasa akili yangu ikalipuka jo. So nikaanza kupiga hesabu hii $5 nikipata na kila siku mwisho wa mwezi ni pesa ngapi? 120 $150 na bado ile arbitrage hiyo ni 250. Hiyo already ni more than lakini hiyo time dollar ilikuwa karibu 70 shillings kitu kama hiyo. Lakini bado ni shughuli. Bana jo. Nakwambia so nikaendelea tu na wacha kutingiza kamera tafadhali lakini mnaelewa. So nikaendelea na hizo ma WordPress pole. Okay kuna time unatengeneza customer kitu anakutoka hata uone hiyo shughuli uioni. But ikafika so time fulani nikaanza kulikuwa na kuna nini fulani nilikuwa na watch YouTube wase wana travel kwenda abroad kwenda kama Malaysia kwenda Singapore watu wanaenda Europe yani zile ma traveling channel zile nikakuwa interested sana jo. Na pia time nilikuwa mind yangu iko ishaanza kuniambia Australia, Canada, Qatar, asi Qatar, USA ama Europe mali. Nilikuwa sasa kufikiria nikitoka Qatar mimi ndaenda kuishi kwa hizo area. So of course nisha switch mind. Unaona? Bas nikasema pale Qatar kulikuwa na discounts za air ticket.
sijui kama siku hizi ziko. Kulikuwa na yenye ukimaliza 1 year unalipwa like 100% ticket kama unakwenda Kenya ama wherever you want to go round trip. Kulikuwa na yenye unalipa 70%, unalipa 70 ama ilikuwa unalipa 30% au wanakulipia 70. Na kuna nyingine ilikuwa 50-50. So mimi nikakaa nikasema niko na opportunity ya kwenda kuona the other parts of the world. Sitaki kutumia hii ati chance moja kurudi Kenya ati for vacation. Ya nini? Uko njoo home, nitarudi tu. Hata watu wangu wajui. Nikaanza kuapply zile mavisa zile za Schengen visa zile Denmark wapi Norway hapo. Nika apply tu kiumangoto. Juu nilikuwa like kwani nitalose nini wakinikausha? Sindaumia tu roho alafu maisha yaendelee. Niliapply hiyo visa na nikapata. My first vacation ndio nilidu nini? Mimi nilizidi hivyo ilikuwa unaingia country moja, unapanda train unaingia nyingine. Nilipiga hiyo shughuli hivyo na mabasi. Mimi nilikuwa nataka passport yangu istampiwe. Nilikuwa nishapiga research. Hizi nchi lazima uwe na travel history. So zimestampiwa. Nikarudi mboka Qatar mtu wangu. Unaona? So after a while nikachoka nayo kazi nishachoka. Unajua una feeling is time for the next big thing. Imefika time ya kumove. Niko na hapa siwezi kaa. Tena nikaanza tena kuwatch YouTube. Mimi najua YouTube imenifunza vitu mingi sana. Nikaanza kuwatch YouTube. Kwa YouTube nikaanza kuona carpentry. Nakumbuka hiyo video hata saa hizi hiyo video na kwa nimesave ni one of my favorite videos. Msee anachukua a log of wood anaipeleka kwa mill. Inakatwa into sizes, inakuwa mbao. Anaenda anatengeneza stool, meza. So anachukua something out of nothing anaitransform kuwa kitu tangible, kitu yenye bado anaweza use. Nilikuwa so fascinated na hiyo process yote. Every day bado napenda kuwatch hizo movies za carpentry. So hiyo time nilikuwa nikitafuta plan B, nikitoka nirudi Kenya, narudi kufanya nini mse? Na nikajua narudi Kenya kuwa a carpenter. Tutaendelea na ngori mtu wangu. Ustake jua.